Like we have the China Bridges and whatever company, Kenya Limited, which is supposed to be owning the expressway. Go back and you see that company is actually owned by Flamingo. Way you are paying the Kenyatta family, not Chinese. It's only in quotes, and that's why it is called Kenya Limited. But the original company, the Chinese one, is not called that. They own the Kenya company 20%. 80% is owned by Flamingo. So, what Kenyatta did, Ruto is doing it 10 times. He is taking the airport himself and telling you it's a company called Adani doing it. Kentraco, where did we hear it being tendered? Who can tell me when it was tendered? Nobody. All of a sudden you heard Kentraco has been given to Adani, group of companies. The health, all we knew is the system was supposed to be developed by this company and this company, Kenyan companies. And all of a sudden, here now Adani has come in. And even the cost has gone up. Let us think twice before we come here as members, honorable members, to support something we don't know anything about it. Let us be clear on what we are doing. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, our elder is very informative. It's very informative. Ni vile tu haja nini? Sauti ni Obosh YY. Na mnajua tu. Mimi kitu yenye nataka kusema hapa leo ni kitu ya muhimu, si vile mnafikiria. Yeah. Unaona hapa watu wamesimama hapa kuongea maneno ya tribalism, Wakikuyu, Wajaluo, Wasili, na Ruto anataka term limit iongezwe. Wewe kama Mkenya bado unafikiria Mjaluo, Mkikuyu ama sijui Ameru. My friend, fellow Kenyan, up to when mutasikia maneno lini? Hii maneno ya tribalism tuachane nayo. At the moment, wewe bado unaongea wewe ni Mkikuyu, muko na mahali kila mahali, na Ruto anachukua airport na Adani wa Kenya. Si tukuja tu pamoja tuongee lugha moja vile inafaa. Hizi vitu zenye leaders wanaweka tujaribu kufanya nini? Kuavoid, ili watoto wetu na sisi tukue na njia mzuri hapa mbeleni. Lakini watu wengine watafurahi tu kama nimesimama hapa naongea juu ya Mkikuyu vibaya, aanze kucheka. Lakini ujui kesho au leaders yenye tulielect pale wamechukua kila kitu, mpaka wewe umebaki hata kuna kitu unaweza kula. Lakini saa zingine lazima turudi nyuma tuangalie hii ukabila ilianza wapi. Ukabila ni mkabila, hana kitu. Ukabila kwa ule mkabila. Ilianza wapi? Mkabila. Mkabila hana kitu. Hiyo ndio kitu pia. Mzee watakupea time. Hiyo pia lazima tuangalie hii ukabila, hii vua ilianza kutupiga na wapi. Lazima tuangalie hiyo. Juu mimi nilijua wakati wa Moi ndio ukabila ilijaa hii nchi. Lakini kufika 2002 maparent wetu walipiga kura ya kufanya nini? Kutoa hiyo ukabila. Kuanzia hiyo 2002 mpaka saa hii nini ilirudisha ukabila hapa nchini? Lazima tujiulize hivyo. Hatuwezi kuwa tu watu wenye wanasema tumalize ukabila bila kuangalia hii ukabila ilianza wapi na nini ilimrudisha hii ukabila hapa nchini. Lazima tuangalie.
Kama brother yangu Mkikuyu ndiye ilianza hii maneno ya ukabila tena, lazima tuwaambie bwana brother yetu, mlituangusha hii wakati mlituangusha, lakini saa hii tunafaa tufanye nini? Tukuje pamoja, tutengeneze maneno inaendelea vibaya Kenya, hapa Kenya. Lazima tuangalie pahali hii ukabila ilianza. Tukishaangalia hivyo, tutafanya nini? Tutafanya kazi kama Wakenya na tutajenga nchi yetu kwa njia mzuri. Haya, leo ilikuwa siku ya mwisho ya watu kuenda huko KICC. Wangapi walienda? Hakuna, ni kama wachache tu walienda. Lakini hiyo kitu yenye ilikuwa inaendelea pale KICC ilikuwa kitu ya muhimu sana. We bado umeweka kichwa yako, kuna mtu mwenye ataenda hapo kujitetea. Tuma email. Sisi kama Wakenya lazima tukue serious na maisha yetu kama Wakenya. Kama hatuwezi fanya hivyo, hii maneno ya ukabila bado itaendelea tu. Asanteni sana. Thank you Sergeant. Na mjue hivyo. Na speaker, mimi nataka kuongelea Dani. Nataka kuongelea Rigiji, former deputy president. Nataka kuongelea isa 7 term limit. Wacha naanza na Adani. Adani yako na makosa gani? Unajua mimi nikisikia hapa watu wakikuja hapa wanaanza kusema Adani, Ruto Adani. My friend, sometimes lazima ukae chini, ujiorganize wewe mwenyewe. Utafute hiyo contract ya Adani, ukae chini usome sawa sawa. Wacha hapa kuja na propaganda hii mnasikia. Unajua hapa Jivanyi Mr. Speaker, wengine wanasikia kwa mdomo, wengine ati Adani ni mbaya, pia anakuja hapa kutuambia Adani ni mbaya. Adani ni mbaya. My friend, Adani iko sawa na Adani itaendelea. Na vile walisaini na contract. Sasa wewe mkiambiwa tunaenda kukopa deni, hata rais alisema jana 94 billion mnapiga kelele. Mkiambiwa hapa Express Highway ndio ilijengwa na kina Uhuru Kenyatta. Hata nimesikia mzee akikuja hapa akiongea. Karibu nimwambie mzee, lazima tu revisit hiyo miaka zako. Kwa sababu we are not want to deal with rumors here. We are not going to accept assumptions here. Na tunakuja hapa kudeal na sisi, kukuja kutuambia ati hii Uhuru Kenyatta, ati kampuni ya Uhuru Kenyatta. Come with facts. Utuambie kampuni ya kina Uhuru Kenyatta ni hii na hii na hii. What facts? What facts? Those are not facts. Kuja hapa na what facts do you want? Kuja utuambie. Mr. Speaker, protect the number. Order. Nilisema nitasema vitu wafurahishi my friend. Haifurahishi. Mimi sikuji hapa kudili na kitu, nakuja kuniambia ati mimi sikutakuja hapa na document. In fact hapa bunge Mr. Speaker, kuna time tulikuwa na fight for activists hapa. The human right, tulikuwa nakuja na document. Naonanga hapa Frank akikuja hapa, president wa bunge anakuja na documents ametoka nayo kotini, anawapatia hapa. Wewe kukuja kutuambia vitu umesikia kwa huko pale watu wanasoma gazeti na kupiga viatu rangi. Kukuja kutuambia hapa. Message. Tulienda shule, hatukikuja hapa kukuja tu kuangalia vitu watu wanasema. Stories za place watu wanapiga viatu rangi na kusoma gazeti, wacha huko. Adani amekuja hapa, hakuna pesa tutatengeneza. Wewe unapiga kelele, hujawahi panda ndege, hujui utapanda ndege lini, unapiga kelele hapa. Na mimi Speaker, mimi nasema kwa ukweli, mimi sitaki kufurahisha mtu hapa. Mimi sitaki kukuja kufurahisha mtu hapa. Mimi si hata nafurahisha mtu hapa. Ya pili, juzi nilisema Mr. Speaker hapa, watu walikuwa wananiambia ati mara nisiseme former deputy president, mara nisiseme nini? Mr. Speaker, ya wanyamazi. Niwaambie vile tuko na former deputy president. Sisi former deputy president Rigathi Gachagua, nampa pole zangu, tena namuombea quick recover former deputy president. Nimesikia kuna shida ya heart kidogo, sijui heart imekataa kupump blood, but hizo ni kawaida za dunia, hata mimi naweza nishika. But ningependa kumwambia former deputy president, usikuwe na stress. Hii vile ulikuwa unatuambia last year, lazima tujipange ati G4S, vile ulikuwa unamwambia Uhuru Kenyatta, hata wewe jipange. Na kuna sijui Westfago iko hapa, kuna G4S pia ukitaka, kuna zingine wanaita Lavington, zote unaweza chukua. Na hii kiti, in fact, hizi ni seasonal.
ukidhani hii kitu ni permanent, ndio watu wanakuja hapo wanasema oh Kabila. I respect Sergeant Tatatam hapa. Na sisi tunanga shida. Mr. Speaker, tuwezi kukua saa zile tunaenda kupiga kura tunakumbushwa ati wewe ni Kikuyu. Ati sisi watu wa Gema tukiingia kwa debe, tukiweka tunachagua president. Tukikuja Mr. Speaker, tukikuja after Messi imekuwa wanatuambia tuache Kabila. Saa zile tukienda kupiga kura, mbona msiwahi tuambie tuache Kabila? Tuone hata kama Mount Kenya wanaweza gawana mara mbili vile walio wanafanyanga. Unajua hii tukianza kuongea mambo ya Kabila, walio na Wakisi ndio wanafaa kuongea hapa. Because wao bora wameweka kura wameweka. Lakini Mkikuyu ama Mjaluo ama Mkale ama yeyote asikuja hapa kutuambia story ya Kabila. Na Mr. Speaker, mimi kuja kusema saizi hata Raila kama atakuja kusimama 2027, mimi kwanza kura yangu nampatia Raila kama Jaluo. Na mjue hiyo. Hiyo nampatia kama Jaluo. Hiyo ni reason ya kwanza. Ya pili nampatia kama ule jamaa anajua kitu inafaa kufanywa kwa hii country. Kwa sababu saizi mtu akikuja kutuambia, Mr. Speaker, nilipita hapa mchana nikasikia mtu anasema, "Oh, Raila Odinga ndiye ameleta hizi shida zote." My friend, Raila Odinga si baba ya mtu ama bibi ya mtu. Raila Odinga alikuwa kwa debe na yeye mwenyewe aliamka akaenda akapigia William Ruto kura. William Ruto lazima amalize 5 hata kama Rigathi atamaliza. Na hiyo ni uchungu lazima wameze. And we are there to protect William Ruto with our funding, with our emotions, with our in everything. Vile tuko hapo, unajua saizi watu wamekasirika na mimi. Na William Ruto lazima amalize. Na hii Mr. Speaker, ili wengine waongee hii 7 term limit. Unajua ungekuwa mbunge ungetaka hiyo 7 term limit iende. But kwa sababu nyinyi mjawahi kuwa na wabunge na mjawahi kuwa na mbunge kwenyu, and you are not planning to have one for now. Naona kama itakuwa mbaya sana. But kwa wabunge wenyewe ni mzuri. So mimi namalizana kwa hiyo maneno ya 7 term limit hivi. Government ikiamua kufanya kitu, ile serikali inawaambianga kama nyinyi vile nyinyi wote mnaniangalia hizi watu wa kamera yote. Nyinyi ni wenye nchi. Wananchi. Kuna wenye nchi wale wanamwanga. Kama wengine walikuwa nasema oh, sijui tumehack jenzi, wengine hapa tumehack sijui system ya Senate ya kuleta sijui opinion na nini. Hiyo ni yenyu. Hiyo kitu tutafanya vile tunataka. Nani unachokoza Wakikuyu sana, tuko hapa. Ni sawa Wakikuyu watakuja kuongea kwa niaba ya Wakikuyu, si ati tuache Kabila. Naongea kama Kikuyu bwana. Sisi nasema 7 term limit if the government or the MPs they are going to work to us. If they promise, kwa sababu sisi wananchi ndio tuko na shida. Sisi ndio tunaskalate hizi vitu tunasikianga mara siasa saa hii. Sasa hizi mnafurahia hapa tukianza kuongea story ya SHAF, nyinyi wote mtamka hapa muende. Tukianza kuongea story ya barabara, nyinyi wote mtatoka hapa. Tukiongea Rigiji, mnataka kukaa. William Ruto mnataka kukaa. Raila Odinga mnakaa. Sasa hii ya 7 term limit pia ni ya siasa. Tutakaa, tusonge, tuone kama ni mzuri, baada tuwezi amua. Kama ni mzuri itaendelea. Na kula kitu nitafanya. Kwa hiyo machache muendelee na amani na Thank you so much, Chairman James Doro.